mzigo ambao tumebeba, kuna ule tunaoweza kumpatia na akaweza kutupumzisha. Sababu mara nyingi tunabeba mizigo, tunaenda mzigo unasikia ni mgumu na ni mzito, unasikia umechoka na unajaribu kuambiwa upumzishe mzigo, lakini unakataa naye. Lakini Bwana amekuja ili aweze kutupumzisha. Kwa hivyo ningetaka tuingie katika maandiko, kwa sababu masaa yetu imetukimbiza. Tuweze kuingia katika kitabu cha kitabu cha Mathayo 11 na mstari wake wa 28, 27, 28, 29 mpaka 30. Naweza kubarikiwa. Taomba brother next ni atusomee, itakuwa ni baraka. Kitabu cha Mathayo. Amen. Mathayo 11 mstari wake wa 27 nakumalizia. Amen. Mstari ni Mathayo 11 mstari wa 27 na kuendelea. Amen. Neno la Bwana linasema, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Chitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni Bwana, huyu ni Yesu anaongea katika mkutano, anawaambia wanafunzi wake, nimekabidhiwa vitu vyote na Baba yangu. Hakuna mtu amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana anampenda mdhihirisha Baba kwake. Bwana asifiwe. Hapa ni Yesu Kristo mwenyewe anaongea, anasema amekabidhiwa kila kitu, ni Baba yake, ni Mungu, na anasema ya kwamba kwa sababu amekabidhiwa kila kitu na Baba, sasa ni jukumu la kila mmoja kutarajia kutoka kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa sababu mambo yote tunayohitaji amekabidhiwa, misaada yote amekabidhiwa, mahitaji yetu yote amekabidhiwa, kila kitu tunachoomba amekabidhiwa na Mungu ili akaweza kutupea. Na ndio maandiko yanasema ya kwamba kila kitu amepewa na kila kitu amekabidhiwa. Kwa hiyo anaendelea kusema katika mstari wa 28, inasema, njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito. Bwana asifiwe. Kwa sababu aliona ya kwamba mizigo ambayo tumebeba na imetulemea na tumeshindwa na kufanya, akaweza kusema ya kwamba kwa sababu amekabidhiwa mamlaka yote na kila kitu, sasa ni jukumu la kila mmoja wetu akaweza kuja kwake ili akaweza kupumzishwa, kwa sababu yeye amesema yeye ni mpole na mzigo wake ni mwepesi. Wacha nikwambie, nataka kukuhakikishia kwamba Mungu wetu anahitaji tukaweza kubeba mizigo ambaye sio mzito, ambao ni kumfuata na kumjua na kumtegemea peke yake. Bwana asifiwe. Na ndiyo maandiko yanasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito. Mizigo yetu ni mingi. Umebeba mizigo ya watoto wako, umebeba mizigo ya wazazi wako, umebeba mizigo ya biashara yako, umebeba mizigo ya kila aina, na ila mizigo yote inakuremea. Unaamka asubuhi unashindwa nifanye nini, unaamka asubuhi na mapema unajaribu kuomba, unakuta mizigo bado inaendelea kukulemea.
na unashindwa ufanye nini. Lakini Yesu Kristo amesema ya kwamba njooni kwangu nyinyi msumbukao na mwenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Kwa hivyo kuna nafasi ya kupumzishwa, lakini unakuta ya kwamba ni kwa ajili ya vile na kujipenda na kujiangalia, unakuta nashindwa, hii mzigo nikipeana nitaachwa na nini? Utaachwa na nini? Kwa sababu kuna mizigo mingi ambayo inafanya tukakosa kuachilia, ama mizigo mingi unaona kama ni kutoa, unakuta ya kama nikitoa nitaishiwa, nitakaa bila. Unakuta kama ni watoto wako, unashindwa mizigo yako, unashindwa kumpatia Mungu kwa njia gani? Kwa sababu unajua shida sio watoto, ni wewe. Kwa sababu unashindwa, kuna gharama unalipa ili ukaweza kuachilia ule mzigo, na kwa sababu kuna gharama unatoa ili ukaweza kuachilia ule mzigo, unashindwa. Nikijipeana, nikienda kuomba siku 2 3, nikienda kuomba siku 2 3 4 5, hiyo kazi, kwa sababu nahitaji kula, nahitaji kukunywa, unashindwa hizi siku 3 nitafanya nini? Lakini Mungu anasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi wote msumbukao. Amen. Bwana asifiwe. Kuja kwake, utakuja uombe, umwambie Bwana shida zako. Yes. Umwambie Bwana ninahitaji hii. Yes. Umwambie Bwana nahitaji kufanya hivi. Nahitaji maisha yangu ikaweza kukaa hivi. Yes. Lakini unakuta hiyo kujipeana kwa wale Mungu unakuta hatuna. Ni kwa sababu shughuli zetu tunashinda tutafanya nini? Yeah. Unakuta unaona shughuli zetu zina maana kuliko kupeana mizigo kwa huyu Yesu. Na Mungu anahitaji tukaweza kutembea katika njia nyepesi ambayo ya kumwamini na kumtarajia na ukabidhi kila kitu mbele yake. Amen. Kuna wakati tulikuwa tunafanyia kazi kwa Kahawa Sukari, na tulikuwa tunalala karibu na kanisa la Kimbo. Hapo tulikuwa tunalala kama hapa, na kanisa la Kimbo liko upande huu mwingine wa barabara. Lakini tulikuwa unakuta hiyo kanisa unaweza kushinda hao watu wanaomba namna gani, kwa sababu unakuta ni kanisa limechimba boao, na hiyo boao maji hawauzi, maji wanapeana bure. Unakuta vijana wa mkokoteni wamejazana mahali pale. Ndio, na tulikuwa na wazee wengine tulikuwa tumetoka hapa wajaokoka, na unakuta hatuna maji, na tunaenda mahali pale tunachota maji na tunaenda kuoga naye na tunakunywa. Na walikuwa nashindwa hii kanisa linaweza kupeana maji na njia gani, lakini Mungu amewezesha kufika mahali pale. Bwana asifiwe. Amen. Watu unakuta katika Kidhurai 45 yote wale hawana maji, wanaenda wanachota maji mahali pale. Ni kwa sababu mzigo ule waliohitaji wa kusaidia watu, Mungu waliomba, Mungu walikabidhi mbele za Mungu, na Mungu akaweza kuwapumzisha. Kwa hivyo nataka kusema kwamba katika mambo mengi unaweza kushindwa. Watu wengi wamefika kiwango kile kwa nini? Lakini ni kujua ya kwamba kuna ule anaopewa hiyo mzigo, anaopewa mahitaji na anayashughulikia. Kwa hivyo hata sisi wakati huu tukipeana mizigo yetu ya hapa Kiseria, Mungu wetu ataweza kuyashughulikia na anaweza kuyatimiza. Kwa hivyo mstari wa 29 inasema, jifungeni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu na wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Amen. Hapa maandiko inasema tujifunge nira yake, ambao ni nyepesi, na yeye ni mpole, mnyenyekevu na wa moyo, naye mtapata raha nafsini mwenu. Wakati utakao muamini Mungu, wakati utakao mkabidhi Bwana mahitaji yetu yote na kumpatia kila mzigo, yeye ataonekana maishani mwetu, atatupigania, atatushindania. Na ndio unaokuta mtu kama Jehoshafati
Maandiko inasema ya kwamba Jehoshafati wakati aliambiwa na Waamori atangaziwa, barua ilikuja kutoka kwa Waamori na Wamoabi wanakuja kumfamia. Maandiko inasema ya kwamba alijinyenyekesha, akaingia ndani ya nyumba ya Mungu na kumuomba Mungu, na akamwambia Mungu, tazama hao wafalme wameungana wakaweza kupigana na mimi, lakini mimi sina nguvu ya kuweza kujipigania. Bwana, tazama Bwana, wewe angalia, nimekuja mbele yako, ukaweza kunisikiliza, ukaweza kuniambia vile nitakaoweza kufanya. Wakati alikuwa anatoka ndani ya nyumba, wakati alikuwa anaomba, maandiko inasema ya kwamba ujumbe ulikuja kwake, akaambiwa ya kwamba tengeneza kwaya. Utengeneze kwaya ikaweza kuongoza wanajeshi waende wakumsifu Mungu. Na wakati aliendelea kwaya iende ikimsifu Mungu, na majeshi inawafuata nyuma. Maandiko inasema ya kwamba wale waandui walianza kupigana wao wenyewe, na wakaanza kuuana na wakaanza kumalizana. Wakati Jehoshafati alikuja aliyatazama na kuona wale maandui hawako tena. Ni kwa sababu Jehoshafati alijua siri kumkabidhi Mungu mahitaji yake. Amen. Tukikabidhi Mungu mahitaji yetu, Mungu ataweza kuyashughulikia. Mungu ataweza kutupigania. Mungu ataweza kutupa ushindi. Mara nyingi tunakuta tunalemewa kwa sababu tukakukataa na mizigo. Kwa sababu tunajaribu kubeba, tunajaribu kung'eng'ana na hatuwezi. Mtu kama Daudi, wakati alikuta wana wa Israeli wanakimbizwa na Goliathi, wakati vita inatangazwa, Goliathi anasimama na kuanza kuwatusi. Yeye alijua ya kwamba kuna ule anaostahili kupewa mzigo. Alikumbuka vile aliweza kumkabidhi Mungu mahitaji yake akiwa kule porini, wakati alikuwa anachunga kondoo za baba yake. Ni wakati ndugu alikuwa anakuja, alipokuja na kushika kondoo, alikuwa anakuja na kumshika na kumbasua mdomo, na ile kondoo anamwachilia. Kwa hiyo nataka kusema wakati alikuja na kuona wale wanasumbua wana wa Israeli, aliweza kujua ya kwamba hawana nguvu kama simba, wana dubu. Akaweza kujua ya kwamba Mungu anaweza kumtumia na akaweza kuwaokoa wana wa Israeli kutokana na huyo Goliathi. Bwana asifiwe. Na wakati mfalme alisikia kuna mtu amejitoa kwa ajili ya kuwapigania wana wa Israeli, wakati Daudi aliitwa, maandiko inasema ya kwamba aliweza kuja na kumwona Daudi, akamwambia, wewe kijana, hauwezi kupigana huyu Goliathi kwa sababu ni mtu amepigana vita kutoka utoto wake, na wewe ni mtoto, hauwezi ukafanya kitu. Daudi akamwambia Sauli, akamwambia, Mungu ule aliyoniokoa kutokana na dubu, kutokana na simba, anaweza kuniokoa hata mikononi mwa huyo Goliathi. Sauli wakati alisikia hivyo, alimwambia, na Mungu wako akaweza kukuokoa. Bwana asifiwe. Nataka kuambia kwamba Mungu wetu anaweza kuokoa kila mmoja wetu. Anaweza kufanya mambo makubwa kwa tukipeana mizigo yetu kwake. Kwa sababu hakuna mahali pengine tunaoweza kupeana mizigo isipokuwa kwa huyu Yesu. Amen. Na tukipeana kwa huyu Yesu Kristo atatuonekea, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba yeye ni mpole, mnyenyekevu wa moyo. Nira yake sio nzito. Yes. Ni nyepesi. Tukiifunga tutaweza kutembea. Tutaweza kutembea pamoja na yeye. Tutaweza kutembea. Ndio Paulo akaweza kusema ya kwamba katika kitabu cha Wafilipi, akasema yale mambo iliyokuwa faida kwangu nimeyafanya kuwa hasara kwa ajili ya uzuri ulio ndani ya Kristo Yesu. Tukijua ya kwamba mambo ambayo ilikuwa faida kwetu, ambayo tunaweza kuyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo Yesu, hapo ndio tutapata nafasi ya kuweza kupata pumziko. Tunaweza kupata tumaini, tunaweza kupata ushindi, tunaweza kupata furaha, tunaweza kupata amani, na Mungu wetu ataweza kuonekana. Kwa hiyo mahitaji yetu ni vizuri kuipeana kwa huyu Yesu Kristo na kuipeana mbele za Mungu, na Mungu wetu ataweza kuonekana. Ni vizuri kujua ya kwamba Mungu alituita
wakati tulikuwa tunalemewa na mizigo mizito, na wakati unakuja ndani ya nyumba ya Mungu unakuta ile mizigo, tulipeana mizigo, lakini unakuta tunataka kuirudia ile mizigo na kuanza kuibeba tena. Lakini Mungu hahitaji hivi. Anahitaji kila kitu chochote ambao tuko nacho tukaweza kujipeana mbele yake, naye ataweza kutupumzisha. Maandiko katika mstari wa 30 nasema, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba nira ya Yesu Kristo ni nyepesi na mzigo wake ni mwepesi. Tukimbeba huyu Yesu Kristo na kumpatia mahitaji yetu yote, kila jambo tutakuwa tukiamini itatendeka. Tutakuwa tukijua kwamba asubuhi ukiamuka, ukipeana mahitaji yako mbele za Mungu, unajua atatimiza. Unajua atatenda. Unajua atayatimiza kwa sababu unamwamini. Na maandiko yanasema ya kwamba tukiwa na imani kama mbegu ya alitaro, tutaweza kuambia mlima ukaweza kung'oka. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna milima mingi, lakini tunajaribu kuiambia toka. Ni kama wakati mwingine, ni zamani tulikuwa ushirika. Tulipokuwa ushirika, ukaja na mzee mmoja alikuwa Mjaruo. Alikuwa anachona viatu pale Kataka. Na wakati alikuwa anaombewa, pepo inaamrishwa itoke na inasema la rast, hapana stoki. Tukakaa kama masaa mawili. Tukafika mahali maombi ushirika ukaisha. Lakini unakuta ile pepo haikusema itatoka. Ilikuwa inasema hapana stoki. Inasema stoki. Na unakuta hata ikabidi pastor ule tulikuwa naye akaanza kusema ya kwamba atajipea siku za kuweza kuomba kwa ajili ya huyo mzee ili Mungu akaweza kumweka huru. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa sababu alijua kuna mambo mengine Biblia inasema ya kwamba haiwezekani bila kufunga na kuomba. Na ndio unaokuta mara nyingi tunang'eng'ana, najaribu kung'eng'ana, tunakosa kujua mila ya Yesu Kristo ndio nyepesi, nao ni kuomba na kuamini katika kila kitu. Na ndio unaokuta mtu kama Ibrahimu, wakati aliambiwa na Mungu toka mpaka uende katika nchi nitakao kupatia, hakuambiwa ni nchi gani, lakini alitoka bila kujua anaenda wapi. Na maandiko yanasema ya kwamba alienda mpaka mbali, mpaka kule Mungu alimwambia hapa ndio nitakupea. Na maandiko yanasema ya kwamba hii nchi nitakuja kupia watoto wako baada ya miaka 430. Bwana asifiwe. Kwa sababu alimwambia kwamba nitakuja kumpatia wakati dhambi za hao wa Kanaani na Waamori na Wamoabi nitakaofika mahali niweze kunikasirisha na niweze kuwang'oa na waweze kutoka katika nchi. Na wakati siku ziliisha, maandiko inasema ya kwamba walitolewa katika nchi ya Misri kwa nguvu na uwezo. Mtumishi wa Mungu alitumwa Musa katika nchi ya Misri na akaweza kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika ile nchi kwa mkono mkuu na wenye nguvu. Bwana asifiwe. Na wakati Mungu alihitaji kuwang'oa katika ile nchi, mambo makubwa, Mungu hakujali kama wazaliwa wa kwanza wa Misri watakufa. Haikujalisha kama wanajeshi wa Farao wataangamia katika bahari ya Shamu. Kwa sababu Mungu akitaka tukumpea mizigo yetu, na Mungu akitaka kutuweka huru, hakuna wa kuweza kuzuia. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba akisema ndio, hakuna wa kusema la. Oh yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati wako wa kujua ya kwamba Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatujali na anashughulika na maisha yetu. Ningetaka tusomewe katika kitabu cha Wafilipi 2 na mstari wake wa 5. Wafilipi 2 mstari wake wa 5.
Hajapata moja alisoma. Tuwe na nia ile iliyokuwa nayo Kristo Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba tuwe na nia ile iliyokuwa naye Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Tuweze kuwa na nia ambayo kama ile iliyokuwa na Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa muombaji. Wakati alikuwa na wanafunzi mchana, jioni alikuwa anapanda juu ya mlima, anaenda anaomba, anamjulisha Mungu Baba mahitaji ambayo iko mbele yake. Na wakati ule aliyokuwa anaenda mbele za Mungu, maandiko yanasema kwamba Mungu alikuwa anatenda mambo makubwa. Kwa sababu Yesu Kristo aliweza kupita juu ya maji, aliweza kupita kila mahali bila kizuizi chochote. Aliweza kukemea mti mkuyu, akawaambia usiweze kutoa mazao yako kwa wakati wote. Na maandiko yanasema ya kwamba wanafunzi walipokuwa natoka Bethania, waliweza kukuta ule mkuyu umekauka. Bwana asifiwe. Wanafunzi wakamwambia, Bwana, si mkuyu uliukemea? Akawaambia, mkiwa na imani ndogo hata namna gani, mtaiambia mlima ukaweza kung'oka na kuweza kuenenda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka kuhakikishia kwamba Yesu Kristo anakupenda. Na ndiye alijitoa pale msalabani kwa ajili ya maisha yako. Akajitoa kwa ajili yangu, akajitoa kwa ajili ya yule mwingine, ili tukaweza kumtumikia na kumuishia, naye tukaweza kumuona akitenda mambo makubwa. Maandiko yanasema ya kwamba yeye anatujali, yeye anatushughulikia, yeye anatuombea usiku na mchana. Yeye anatafuta vile tutakaoweza kufanikiwa. Yeye anahitaji tukaweza kufanikiwa. Yeye anahitaji tukaweza kunawili. Yeye anahitaji tukaweza kuishi maisha ambayo ni makubwa na maisha yaliyo na mafanikio. Kwa hivyo ni vizuri kumjua huyu Yesu Kristo na kumwamini huyu Yesu Kristo, kwa sababu tukimjua na kumwamini, yeye atatutendea mambo makubwa na mambo makubwa. Kwa hivyo mchana huu wa leo nataka kuhakikishia kwamba hatuhitajiki kupeleka mizigo mahali mengine. Na ndio unakuta watu wa ulimwengu wanapeleka mizigo yao kwa waganga, unakuta wanapeleka kwa wachawi, unakuta wanashughulika hata katika nyumba za waombaji. Yes. Unakuta kuna mtu muombaji ako na nyumba amekomboa ni kadogo, na unakuta watu ambao ni matajiri ambao wamekusanyika mahali pale ili wakaweza kupeana mizigo yao mahali pale. Na unakuta mtu ambao ameokoka na ameambiwa apeane mizigo yake kwa Yesu Kristo, unakuta hawezi kupeana. Lakini unamkuja kumkuta yeye ameenda katika ile nyumba, na Jumapili yako mahali hapa tukisifu anasifu. Yes. Tukisikiza neno la Mungu anasikiza. Sure. Na baada ya kutoka mahali pale, yeye anasema mambo yangu ni yangu. Na anakaa naye, anajifungia katika moyoni mwake. Na unakuta wale watu wajaokoka wakienda kutafuta kazi, wakiwa na ilinzi zao, wakiwa na vitu yao, unakuta yeye haombi. Yeye anaenda anasema ngoja niende nikajaribu. Na katika mtu wa Mungu anaamini ya kwamba mimi siendi kujaribu, ninaenda nikimtegemea Mungu. Yes. Mungu akisema nipate, hakuna wa kuweza kuzuia. Amen. Lakini ukiwa kazi yako ni kwenda kubahatisha, na sana nataka ya kwamba utaona watu wanafanikiwa, wanafaulu, lakini wewe unabakia pale. Yes. Ni vizuri kujua ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba tukakabidhi kila kitu mikononi mwa Mungu. Ndio nakuta mtu kama wa hoteli. Mwimbaji mwingine anasema mtu wa hoteli anaamka asubuhi na mapema. Unakuta amepiga chai, amepiga mandazi, amepiga chapati, amepiga ugali, amepiga maharagwe, ametengeneza chakula. Na hakuna mtu ataenda kumwambia kuja ukule. Lakini kwa sababu anaamini ile chakula lazima ikuliwe, yeye anamtegemea Mungu na anakaa mahali pale. Na watu wanaanza kuja, wanakula,
baadaye anakuja ukuta hakuna chakula. Yes. Hakuna mkutano aliitana. Lakini alijua ya kwamba hii chakula Mungu atalete watu. Na wakati alijua atalete watu, ana wasiwasi. Ana shaka ya kufanya kazi ile anafanya. Au mtu nisemtumia kama Nelson, wakati anachukua mikate anaenda kusungusha, hakuna mtu anamwambianga niletee mikate 50. Hakuna mtu anamwambianga niletee mikate 10. Lakini unakuta yeye anaondoka na kuzunguka. Unakuta mwingine anauza mikate 3. Mwingine anauza 4. Lakini unakuja ukuta ile mikate amenunua yote imeisha. Ni kwa sababu aliamini ya kwamba kuna wateja ambao wanawapelekea hii mikate. Lakini unakuta wengine anajaribu kuzunguka. Anang'ang'ana hiyo kazi anafunga. Ni kwa sababu pengine shughuli za katika mahitaji yake au kumkabidhi Mungu. Anafanya kila kitu kwa kung'ang'ana. Anafanya kila kitu kwa kujisumbua. Lakini mtu yule amempatia Mungu shughuli zake na mahitaji yake, hakuna wakati atakaoweza kuaibika. Amen. Kwa sababu Mungu wetu anashughulika naye. Na Daudi alisema ya kwamba atendeni mtu ule asiyekwenda katika kitabu cha Zaburi 1. Katika Zaburi 1. Tena naweza kusomea. Zaburi 1 mpaka mstari wa mwisho. Mstari wa kwanza mpaka mstari wake wa mwisho. Amen. Ni Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Amen. Maandiko yanaendelea kusema kwamba mtu yule ambaye haendi katika shughuli za watu waovu. Hapa ndio naokuta katika mtu ameokoka, na mtu unakuta badala yeye ya kukaa katika kusanyiko la wenye haki, unakuta yeye anasimama katika kusanyiko la waovu. Unakuta huyu mtu ameokoka, lakini unakuta ile maneno anayopenda sana ni katikati ya watu waovu. Huyo mtu hata ajaribu nini, hautamkuta akiwa anafurahia kuingia ndani ya Kristo Yesu. Unakuta yule mtu ako katika nje la mafundisho la Mungu. Lakini ndio unakuta mkijaribu kuongea juu ya kufunga na kuomba au kumtafuta Mungu, unakuta anasema mambo mengine sio lazima. Na unakuta anasema sio lazima. Unakuta katika maisha yake ni kung'ang'ana. Unakuta maisha yake kung'ang'ana ni kwa sababu
katika maongeo yake na mazungumzo yake haiambatani kulingana na neno la Mungu. Unakuta huyo mtu maisha yake, unakuta maisha mwake, unakuta njia zake zote ana mahali anaelekea katika mafundisho, kwa sababu hata ukijaribu kumwambia asimame akaweza kufundisha au kuhubiri neno la Mungu, unakuta yule mtu anasema ya kwamba hiyo siwezi. Unaambia mtu aweza kusimama, aweza kuongoza katika mkutano, unasikia anasema siwezi. Ni kwa sababu katika mambo ambao wako naye ndani ya moyoni mwake hakuna neno ambao ni zuri ambao la kufaidi watu ndani ya mioyo yao, bali anajua ya kwamba katika maneno yake hakuna neno zuri. Na ndio maandiko yanasema ya kwamba mtu ule ambaye asimami katika njia za wakosaji, huyo mtu amefananishwa na mtu ambao ulipandwa juu katika kando wa mto. Unakuta ule mtu wa Mungu, kwa sababu anasikia neno la Mungu na analielewa, huyo mtu anakaa kama mtu iliyopandwa kando wa vijito ya maji. Unakuta ule mtu hata wakati ya kiangazi, unakuta ule mtu unazaa, kwa sababu wakati ya kuzaa umefika. Bwana asifiwe. Na ndio hata mtu wa Mungu anahitajika, mambo ikiwa ni magumu, anajua Mungu atatenda. Amen. Na akijua Mungu atatenda, unakuta ule mtu hautamuondoa katika imani hiyo. Hautamuondoa katika hali ya kumwamini Mungu. Yes. Hautamuondoa juu ya kukaa katika kusanyiko la wenye haki. Utakuta ule mtu anapendeza na sheria za Mungu. Amen. Kwa sababu anajua Mungu anayaweza mambo yote. Amen. Na ndio maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Ayubu, kuna mahali maandiko yanasema ya kwamba wakati Mungu alikuwa anaumba mbingu na nchi, ni nani aliyekushikia kamba? Ni Ayubu anauliza swali kama hili. Kwa sababu Ayubu aliangalia na kutafakari ya kuona mambo ya Mungu bila ilivyo, aweza kuona ya kwamba haiwezi Mungu hawezi kujulikana mwanzo wake au mwisho wake. Kwa hiyo hata sisi tukienda kwa kutafakari neno la Mungu, tutajua ya kwamba maishani mwetu tunahitajika tujipeane kwa Mungu. Amen. Tukabidhi mahitaji yetu kwa Mungu. Amen. Kwa hiyo neno langu asubuhi ya mchana huu wa leo ni kuwahimiza tujipeane mbele za Mungu. Amen. Tukabidhi mizigo yetu, tuache kung'eng'ana, tuache kujisumbua, tuache kujishughulisha na mambo yetu. Hatutayaweza bila huyu Yesu. Lakini mizigo yetu yote tukipeana mbele za Mungu, Mungu ataonekana, atatenda mambo makubwa na atatenda mambo makubwa, na yeye anajua shida zetu. Au maandiko inasema ya kwamba hata kabla hatujaomba Mungu anajua. Anashughulika na maombi yetu. Anajua wewe unahitaji nini. Na kila maandiko inasema katika kitabu cha Isaia 51, amini mstari wa 11, nasema ya kwamba hakuna neno la Mungu linaoshuka. Nasoma nikimaliza. Nasoma ni vizuri kusoma maandiko. Isaia 55 na mstari wa 11. Amen. Isaia 55 mstari wa 11 inasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu. Amen. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba neno la Mungu alitatoka juu bure, na litakuja duniani na likoza kuja kutimiza. Na ndio unakuta mara nyingi neno la Mungu limekuja kwetu,
Na unakuta watu wengine wamefanikiwa na watu wengine wamefaulu. Ni kwa sababu wale wamelishika neno la Mungu na kwenda kulifanyisha mazoezi, linaanza kufanya kazi. Na hii inasema Mungu neno lote ameliachilia, limekuja duniani, limekuja au tumelisikia au amelipeana kwa mjumbe wake, alitakuja lirudi kwa Mungu, bali litakuja kutimiza makusudi lake kwa wale wanaoliamini na kungojea. Kwa hivyo ni vizuri kujua neno la Mungu liko kwa ajili yako na liko kwa ajili yangu, tukaweza kulisikia na kulitii na kuliheshimu. Tukilitii na kuliheshimu, Mungu wetu ataonekana maishani mwetu na atatupigania na atatupa ushindi. Kwa hivyo mkono katika ndani ya Kristo Yesu hakuna kusumbuka, hakuna kuhangaika, hakuna kulia, hakuna kuomboleza, bali ni katika ndani ya Kristo Yesu kuna shukurani, kuna kumwabudu, kuna kumtukuza, kuna neema kubwa ndani ya huyu Kristo Yesu, ambao tukimwamini mambo yote itakuwa ikitendeka kwa neema tu, sio kwa kung'eng'ana, sio kwa kusumbuka, sio kwa kuhangaika, bali ni kumwamini na kumtegemea huyu Yesu Kristo. Kwa hivyo tuipeane mizigo zetu kwa huyu Kristo Yesu, naye ataonekana na Mungu wetu ataonekana kwa vile tutakaoweza kujitoa kwake na kujipeana kwake, sio kwa vile tutakaa mbali na yeye. Kwa maana inasema ya kwamba tumkimbie shetani naye atatukimbia, tumkaribie Mungu naye atatukaribia. Kwa hivyo mchana wa leo himizo langu ni ukae ndani ya Kristo Yesu Kristo, ni umtegemee na ukae ukiyatenda mapenzi yake, naye Mungu ataweza kuonekana. Kwa hivyo Mungu wetu anatujali, anashughulika na maisha yetu usiku na mchana, halali anatungojea kumwambia mahitaji yetu, tumpatie mizigo yetu yote, naye atatupumzisha, kwa sababu anahitaji tubebe nira yake ambao ni laini na ni nyepesi. Tuombe. Bwana, katika jina la Yesu, mtakatifu Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, katika jina la Yesu, Bwana umetuambia kwamba jioni kwangu nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nao utatupumzisha katika jina la Yesu. Maana unajua shida zetu, unajua mahitaji yetu, unajua kusumbuka kwetu, unajua kuhangaika kwetu, lakini unajua tukipeana mizigo kwako Bwana tutaweza kupumzika, tutaweza kuwa huru. Na Bwana tutatembea tukiwa wepesi, tutatembea tukiwa hatuna mzigo, tutatembea tukiwa hatuna jambo linatulemea. Bwana Kristo Mungu anatutembea katika uhuru. Maana ulikuja Kristo Mungu wa neema tukaweza kuwa huru. Na ulisema katika kitabu cha Yohana ya kwamba tukijua kweli naye kweli itatuweka huru. Bwana tunahitaji Kristo Mungu wa neema kujua ukweli wako ili tukaweza kuwa huru katika jina la Yesu. Naye kujua ukweli ni kujipeana kwako na kupeana mizigo yetu kwako, nao utatupumzisha. Asante kwa sababu utaonekana. Na kabidhi kila mmoja aliye mahali hapa, Bwana ukamwezeshe Kristo Mungu wa neema ukupea mizigo yako ili ukaweze kumpumzisha katika jina la Yesu mwana wa Mungu uliye. Mara nyingi tumekuwa tunajaribu kubeba mizigo yetu, tunajaribu kung'eng'ana, najikuta ni bure. Bwana wangu na Mungu wangu, katusaidie na ukatutie nguvu, ukatuonekee na ukatupiganie, kwa sababu wewe ni Mungu wa ushindi. Pigania mama kwa mahali hapa, pigania mzee kwa mahali hapa, pigania kijana aliye mahali hapa, kwa sababu anakuhitaji. Asante kwa sababu ya wingi wa rehema, maana utaonekana kutenda mambo makuu. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Bwana neno lako tumelisikia, Bwana neno lako tumelisikia Kristo Mungu. Tukihimiza tupeane mizigo yetu kwako. Bwana tuko tayari Kristo Mungu kupeana mizigo yetu kwako. Bwana ukatupumzishe. Asante kwa sababu utaonekana. Kijana aliye mahali hapo, kitini cha aliye mahali hapo, hata mtoto wa Sunday school wanahitaji msaada wako. Bwana tusaidie Kristo Mungu na ukaweza kutupumzisha katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.